Hichi unachokiona ni kiwanja cha mpira. Hiki unachokiona ni kiwanja cha mpira ambacho mimi wakati nasoma tulikuwa tunacheza sana mpira hapa. Lakini kuna kitu kimoja muhimu sana nataka nishare na wewe juu ya maisha kwa hichi cha mpira. Katika hichi kiwanja cha mpira kulikuwa tuna mchezo mmoja tulikuwa tunacheza unaitwa kinyenga. Sasa katika huo mchezo wa kinyenga nilikuwa nacheza katika huo mchezo wa kinyenga, na jambo la ajabu ni kwamba tulikuwa tunagawana timu. Unajua tunagawana timu kwamba kuna watu wanaenda kwenye timu hii, kuna wengine wanaenda kwenye timu nyingine. Mimi nilikuwa ndo mtu ambaye naachwa peke yangu. Alafu wanasema wewe Dave utachagua utachezea wapi? Kwa sababu nilionekana ni mtu ambaye kiwango changu cha kucheza mpira ni kidogo sana. Kwa hiyo ilikuwa ni huzuni kwa kweli. Na ilikuwa inaniuma sana. Kwa nini mimi sipewi nafasi kwenye kucheza mpira? Ilikuwa inaniuma sana. Kwa hiyo ilikuwa inaniuma sana ile hali, lakini kuna muda nikajifanyia self evaluation kwamba sasa ya nini nianze kupambana na mchezo ambao mimi siwezi. Kama watu wanaona siwezi kucheza mpira, kwa nini nianze kujihangaisha na mimi naanza kwenda mazoezini na mimi naanza kutaka kucheza mpira wakati mimi uwezo wangu wa kucheza mpira ni mdogo. Nikaona sasa huu muda wakati wengine wanaenda kucheza mpira ni bora mimi niutumie kurecharge. Kwa hiyo nikawa sasa muda ambao wanafunzi wenzangu wanakuja kucheza mpira, nikaenda zangu bwenini na lala. Napiga zangu mbonji vizuri kabisa. Kwa hiyo nikawa na enjoy sana burudani ya kulala, ikanisaidia kuweza kurecharge, ikanisaidia wakati ninavyoenda prep nikawa na nguvu kubwa. Kwa hiyo nikajifunza kwamba sitaki kuhangaika na vitu ambavyo siviwezi. Nataka nihangaike na vitu ambavyo naviweza kuvifanya, na nikawekeza nguvu kwenye vitu ambavyo naweza kuvifanya. Vitu ambavyo vikawa vinanifanya na mimi nikaonekana sasa ni mtu mwenye value. Nikawekeza kubwa zaidi kwenye kuimba kwa sababu nilikuwa naweza sana kuimba. Nikawekeza nguvu kubwa kwenye kuhubiri, kwa hiyo nikawa nahubiri nafanya nini. Mwisho wa siku nikawa recognized hapo. Wakati niko nasoma katika watu ambao walikuwa recognized sana, watu ambao wanaimba praise and worship, mimi ni mmoja wapo. Lakini pia nikawekeza nguvu sana kwenye kufanya mambo ya debate na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nikawa shule kama ikitaka kutoa watu kwenda kuwakilisha kwenye debate, basi mimi nikawa sikosekani. Kwa hiyo hii kitu inatufundisha nini? Inatufundisha kwamba tusifocus na vitu ambavyo hatuviwezi. Usijikite na vitu ambavyo viwezi. Jikite na vitu unavyoviweza. Jikite na kitu ambacho unakiweza. Fanya vitu unavyoviweza, vitu ambavyo viwezi achana navyo, vitakusumbua. Ukifanya vitu ambavyo unaviweza, hapo ndipo utashine, hapo ndipo mafanikio yako hapo. Ila ukijikita na vitu ambavyo huviwezi, huwezi kufanikiwa. You never shine kwa vitu ambavyo hukuzaliwa kuvijua. Kwa sababu Mungu ametuumba kwa namna tofauti tofauti. Kuna watu wanaweza kucheza mpira lakini hawawezi kuimba. Kuna watu wanaweza kuimba lakini hawawezi kucheza mpira. Kuna watu wanajua kucheza vizuri muziki lakini hawawezi kuchora. Kuna watu wanajua kuchora lakini hawajui kucheza muziki. Kuna watu ni waongeaji wazuri lakini sio watendaji wazuri. Kuna watu ni watendaji wazuri lakini sio waongeaji wazuri. Kwa hiyo fanya kile ambacho Mungu amekuwekea ndani yako. Kile ambacho unaweza kufanya kwa maana hicho jiboreshe, utafanikiwa sana kuwa mtu mkubwa. Badilisha fikra, badilisha maisha.